Karibu ndugu watazamaji wetu wa Mlimba Drama. Nimesogea katika hospitali yetu ya Italawe. Nimekuja kuonana na daktari bingwa wa magonjwa mbalimbali ya hapa hospitalini ambaye anaripotiwa. Ndipo nilipofika na mtafuta daktari wetu ili aweze kutufafanulia. Na hapa nimefika, namuona daktari wetu kwa umbali. Akaweza kasogea hapa ili aweze kutufafanulia kinachoendelea katika hospitali hii. Daktari, habari ya sasa hivi? Salama mwenyewe. Aisee, salama. Mzima wewe? Salama kabisa, sijui kwako. Mimi niko poa. Vipi habari ya kazi? Asante, karibuni sana. Aisee, asante. Daktari, nimesogea maeneo kama haya ili uweze kutufafanulia magonjwa ambayo yanaripotiwa katika hospitali yetu hii ya Italawe. Vipi, kuna magonjwa mbalimbali ambayo yanawasumbua watu kama vile magonjwa ya tumbo, kifua. Vipi daktari, unazungumziaje magonjwa haya ambayo yanaripotiwa katika hospitali yako? Magonjwa yanaripotiwa hapa ni mengi sana, kwa sababu msimu kama huu wa baridi ya mwezi ya kwanza, wa pili, wa tatu huu kuna baridi sana. Alafu hali ya hewa inakuwa ni mbaya. Msimu huu mahindi yanaanza kuchanua. Mafua ni mengi, yani magonjwa 98% tunayotibu hapa ni mafua na kichwa, kwa sababu ya hiyo uchafurishaji wa hiyo mimea. Ndio daktari, kuna magonjwa mengine ambayo yanaripotiwa katika hospitali yako ambayo ni magonjwa makubwa zaidi haya ulionifafanulia daktari? Magonjwa yapo, kwa mfano kisonono, kiswende, magono, vijana, kwa sababu vijana sasa kwa sasa kubwa yanazidi sana vijana, kwa sababu vijana wanashika sana ndinyo mtaani huko. Sasa unajua tena mambo yetu yale, vijana wanajikuta ni miamba sana, lakini akija huko ameshagonganisha nozzle zake huko, anakuja hapa. Sisi kazi yetu ni kumchoma sindano. Na tunapanga sindano nyingi, utakuta 5, siku nyingine mara 8. Na ugonjwa unamtafuna sana. Kuta anaweza akaharibu kizazi. Ndio daktari. Hivi kuna vijana kweli ambao wanaweza kuwa na nguvu ya kuja kuripoti hayo magonjwa ambayo yanawatokea katika huko mitaani, anakuja kuripoti katika hospitali hii? Ni vijana wengi sana ambao wanakuja kuripoti magonjwa kama hayo, maana vijana wanaoga kweli. Asilimia kubwa wanakuja ni machache, lakini wanachoona ni aibu. Mwingine anaweza akaja hapa ameshamaliza kizazi. Kwa hiyo inakuta tunampa tu dawa kumtibia ili anyway siku moja kesho na kishukutwa sio mbaya awe mzima, lakini utakuta kizazi kimekufa, hapati mimba tena wala hata zalisha. Ndio. Hivi kuna magonjwa, unawashauri nini wa vijana na watu wote ambao wanatuzunguka? Unawashauri nini ili magonjwa haya yasiwe tuweze kukabiliana nayo, ili mambo yakae vizuri, maana vijana wetu ndo taifa la kesho, inabidi wakae kwenye mstari ulionyooka. Waache ndinyu. Cha kwanza waache ndinyu. Cha pili, waache kujitamba mtaani eti mimi na pisi 3, mimi na nini. Sio ujanja huo sio ujanja. Sisi kama daktari tupo hapa kwa ajili ya hiyo kazi. Waje tu. Sio naona aibu kusema eti mimi sijui na gono, mimi na kiswende siendi, naogopa, naona aibu. Magonjwa yote sisi tunatibu. Karibuni sana. Aisee daktari, asante kwa kutufafanulia magonjwa ambayo umenielezea hapa. Najua vijana watajifunza na watu wote watajifunza. Nikutakie majukumu mema na kazi njema inayoendelea katika hospitali yetu hii ya Italawe. Asante sana, karibuni tena. Asante, ubarikiwe. Basi ngoja nikuache daktari wangu. Asante sana. Asante sana. Ndugu wapenzi watazamaji wa Mlimba Drama, mimi kwa majina naitwa Nestor Kipapi. Nimetokea katika wilaya ya Dipu. Nilikuwa katika hospitali hii ya Italawe. Nami nakwenda kumaliza